Sasa hizi mabibi na mabwana, ni bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka nikupe elimu juu ya jini anaitwa jini Muflis. Muflis ni aina ya jini ambaye anayechukua mali za watu na akaenda kuzipeleka katika sehemu za kichawi, ambako anakwenda kuzipeleka mali hizo kwa lengo la kuweza kuwafanya wale ambao wana uchumi waweze kurudi chini. Na ieleweke, jini Muflis ni jini wa kichawi anayetumwa na wachawi kwa lengo la kuwaangusha wale watu ambao wamepata nguvu lakini hawana ulinzi. Na ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto napenda sana kusisitiza kwamba watu waweze kuweka kinga katika biashara zao, watu wajiwekee kinga wao wenyewe. Na nimeshasema kwamba kuna kinga kwa ajili ya kuvaa pete, kuna kinga kwa ajili ya kuvaa kembe, zile danga za shaba unazoona watu wanavaa, zile zote ni kinga ambazo zikifanyiwa mambo ya uganga zinaweza kuwa kinga. Lakini ukinunua tu kwa Masai ama ukinunua tu kwa Sonala ukavaa pete, huo unakuwa ni urembo. Kwa hiyo Dr. Imani Mandoto nataka nikwambie leo, kama wewe tayari umeshakutana na changamoto, labda ulikuwa haujui, ulipata mali, ulipata pesa, leo ninavyoongea na wewe hauna hata shilingi, una madeni makubwa na umefilisika bila kujua kufilisika kwako kumekuja vipi, ukaenda kujua huyo ni jini Muflis. Muflis jini ni aina ya jini kama ninavyosema wa kichawi, na anatumiwa na wachawi kwa lengo la kuweza kuwakwamisha watu. Kama wewe ni mfanyabiashara, kuna uwezekano ukawa Mungu alikupa neema ukapata biashara, ukafanya biashara ukapata pesa, ukawa una pesa na kampuni kubwa, ama ukawa una pesa na biashara kubwa, lakini muda si muda ukajikuta mambo yako yanaanza kwenda mlama na wala usijue kwa nini mambo yako yanakwenda mlama. Kwa hiyo kama ndio unaanza kuona hivyo, ukaenda kujua huyo ni jini Muflis. Lakini kama tayari umeshaanguka sasa hauna kitu, pia huyo aliyokufanya hivyo ni jini Muflis. Lakini habari njema, katika uganga wa jadi tunaweza kumtoa huyo jini Muflis, na huyo jini Muflis tukaweza kumuamrisha, kwa sababu ni kiumbe ambacho kimetumwa kuja kuchukua mali zako, kuja kuchukua nyota yako na kuipeleka uchawini. Ieleweke, kuna watu wanafilisika, biashara zao zinashuka, utajiri wao unapotea, pesa zao zinapotea bila wenyewe kujua, wanasalitiwa na watu waliowaamini, wanaibiwa kila siku, mali zao zinaharibika kutokana nyota zao zimechukuliwa, zimepelekwa uchawini. Kwa sababu mwanadamu hawezi kufanikiwa kama nyota yake imechukuliwa. Binadamu hata kama ulishafanikiwa, kitendo cha nyota yako kuchukuliwa na wachawi kuwa uchawini, wachawi wanaikalia, wanaifanyia vizimba vya kichawi, ina maana wewe mwenye hiyo nyota unakuwa kila siku unashuka. Hata ungekuwa na magari 100, ungekuwa na majumba, kila siku wewe utakuwa ni mtu wa matatizo, ni mtu wa kupoteza. Hata wale ndugu zako, watoto wako, unashangaa wanageuka, wanaanza kukuibia na kukuhujumu. Hata yule mke wako anaanza kukusaliti na kushirikiana na watu ambao wanakuangusha. Nini kinatokea? Kinatokea kwa sababu nyota yako inavyochezewa, wanapandikiza vitu aina ya mapepo. Mapepo ni vitu vya kichawi ambavyo vinatumwa moja kwa moja katika membari za kichawi kuja kuwaingia watu, kisha wanakuwa wanaendeshwa kutokea uchawini. Ina maana mke wako anaweza kuendeshwa akili zake na wachawi kwa kutumiwa pepo za kichawi, zinamuingia, kisha anakuwa anaoperatiwa kutoka kule uchawini. Anaanza kukutukana, anaanza kukudharau, nyumba inakuwa haina amani. Hata mke wako wa ndoa anaanza kushirikiana na maadui zako kuweza kukuangusha. Hata mtoto wako uliozaa mwenyewe, wachawi wanamuoperate kuweza kukufilisi, kuweza kukuangusha. Hata wale wafanyabiashara uliokuwa umewaajiri ama uliokuwa unawatumia, wale wachawi wanawaoperate kupitia nyota yako ili waweze kukudharau. Kwa hiyo kuanzia hapo unaanza kuwa kila kitu kinakwenda shaka la bagala. Mipango yako inaanza kuharibika, mambo yako yanaanza kuharibika, unaanza kufilisika. Benki zilikuwa zinakuamini hazikuamini tena, mikopo midogo au mikubwa uliopewa unashindwa kuilipa tena, wafanyabiashara waliokuwa wanakupa vitu malikauli hawakupi tena, wafanyakazi mashambani wanaanza kuchukua zile mali na kuuza, watu wanakuwa hawakusamini tena, wanakuwa hawakulindii heshima yako tena. Ukianza kuona hivyo, ukaenda kujua nyota yako imechukuliwa na inatumika uchawini. Wachawi wanapokuwa na nyota yako, maana yako ni nini? Maana yake wanaweza kuoperate watu wako wanaokuwa katika system yako ya kazi, wakaanza kukusaliti, wakaanza kupelekwa. Hata wale watu wako waliokuwa unawatumia kwenye biashara wanaanza kukuibia. Namna hiyo ndivyo wachawi wanavyoweza kuoperate watu wako wote na kukuangusha ili wewe uweze kufilisika. Lakini anayeweza kuja kuchukua nyota yako ya mali, ya utajiri, ya mvuto ni jini anaitwa Muflis jini. Huyo Muflis jini ni jini hatari sana. Unaweza kupoteza mali uliyotafuta miaka 30 ukaipoteza ndani ya wiki moja, mwezi mmoja. Na mara nyingi wanaweza kutumia mwanamke,
Unaweza wewe ukaja ukapata mwanamke, kumbe mwanamke ule ametoka uchawini, ametumwa kutoka uchawini, mwanamke mrembo, akaja akakuvutia wewe ukawa naye, lakini mwanamke ule kila siku akawa anakushawishi wewe kuweza kumfanyia vitu vya gharama kubwa, na wewe kwa sababu unakuwa unaopaletiwa kichawi, nyota yako iko uchawini, unakuwa hauwezi kukataa. Watu wote wanashangaa, utaanza kununua majumba, kumjengea mwanamke, lakini baadaye mwanamke anakugeuka na mali zote zinakuwa zimeenda katika mikono yake, lakini ni mfuasi wa wachawi, ni malaika wa kichawi, malikia wa kichawi aliyotumwa uchawini kuja kukufanyia wewe vitu vibaya. Na kwa kuwa nyota yako iko kule, hakuna kitu utakachopinga, hata kuharibia familia, hata kuharibia biashara, hata kuharibia uchumi, na mali zako zote zitakuwa zimepotea kwa aina hiyo. Lakini habari njema ni kwamba kwa Dr. Imani Mandoto, hata kama upo katika mvurugiko huo ninaoeleza, utakaponifanyia mawasiliano ukanikimbilia mimi Dr. Imani Mandoto, tuna uwezo wa kuweza kuwatumia majini masharifu, tunaweza kuwatumia majini makata, tunaweza kuwatumia majini wa uganga mzuza, tunaweza tukawatumia majini wa uganga nguminondo, tunaweza tukawatumia majini wa uganga, kila aina ya majini mazuri tuliokuwa nayo, tukaweza kusaidiana kukabiliana na hiyo kadhia iliyokukuta ya majini hawa na wakichawi hawa, tukaweza kupambana nao, tukaweza kukuondoa na kukubabadua katika mikono ya hawa maadui wachawi wanaokuchezesha nyota yako uchawini. Na kitu tutakachokifanya, tutatuma aina ya majini wenye nguvu, hasa huyu jini beduani makata wa makatani, atakwenda kule uchawini kwenda kupambana na wachawi, na wachawi wakimuona huyo wenyewe wanamjua kwa ajili ya upanga wao, wanamkimbia, anachukua ile nyota yako, anaileta kwenye uganga, tunakuja kuizindika na kuifanyia vingila vya kiuganga, kisha tunairejesha katika mzunguruko wako, heshima yako inarudi. Wale watu wote waliokuwa wanakudharau watakuheshimu, zile benki zilizokuwa hazikuamini tena zitakuamini. Na ndio maana unakuta kuna watu walikuwa hawakopeshwi, lakini baadaye benki inawapigia simu wenyewe baada ya kufanya haya mambo, wanaambia bwana, tumekuona ni mfanyabiashara, umekwama wapi? Ukiwaeleza wanakuelewa, wanakupa mkopo tena, unaamsha biashara. Kwa hiyo usipate shida, kwa Dr. Imani Mandoto tuna uwezo wa kukuamsha wewe mfanyabiashara, wewe tajiri uliofilisika mpaka hauna kitu. Kwa Dr. Imani Mandoto tunazo nguvu za majini na mizimu, kutumia karama za uganga wa jadi, tukakuamsha, kukurudisha tena katika levo yako, kwa kupitia kukurejeshea nyota yako, kwa kuwazuia wachawi wasikuzuru, kwa kufukuza majini mabaya, kwa kufunga kila hila na mbinu za kichawi, ili na wewe uweze kupata kufanikiwa. Na amini mpaka hapo utakuwa umepata elimu ya kutosha, na nikupe habari njema, na nimeendelea kukupa habari njema. Usikate tamaa wewe mfanyabiashara mwenye madeni, unayedaiwa, usije ukajiua, usije ukajinyonga ukanywa sumu kwa sababu ya madeni. Uelewe wachawi ndio wanaofanya hivyo wewe kuingia kwenye madeni, na usije ukaendelea kukopa wakati una madeni. Ni mwiko kabisa, na mimi Dr. Mandoto nakataza kabisa, wakati umeshapoteza mali usikope tena. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto tukushughulikie kwanza, ili kwa sababu hata ukikopa bilioni 1 wachawi watazifilisi hizo kupitia jini mufilisi, na watazikopera, na utaingia tena kwenye madeni zaidi, mwisho utakuja kujiua. Kwa hiyo usiingie kwenye mkopo mwingine, nifanyie mawasiliano Dr. Imani Mandoto tuweze kukutoa kwenye hiyo kadhia kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Lakini nikuombe pia uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu, na uendelee kulike ili kuwafikia watu wengi kadri tunavyotoa elimu kama hizi. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.